Kujiuzulu ni haki yake ya kidemokrasia na sio yeye kwanza kujiuzulu. Lowassa alijiuzulu, yeye kajiuzulu. Sasa tutamshangaa sisi watu wenye akili timamu. Mwanzo alikubali, sasa amejiuzulu. Sababu ni nini? Huu ndio ukweli. Na iwezekani bwana mkubwa, mimi wewe bosi wangu, mimi niwe chini yako, ngoma inapigwa, badala tucheze wote ngoma pamoja, wewe unacheza ngoma yako na mimi nacheza ngoma yangu. Inaingia akilini? Kama tumekubaliana sisi kuwa Yanga wote tuwe Yanga, tumekubali kuwa Simba wote kufungwa magoli tuwe Simba, samani watu wa Simba. Sasa mimi nimekuwa Simba kwa sababu tumefungwa, wewe unakuwa Yanga kwa muda huo. Inaingia akilini? Sasa haya ndio matatizo. Mimi si mkashifu mtu wala simdhalilishi kiongozi yoyote wa serikali, lakini tatizo linalotuharibia Watanzania ni hilo, au Afrika. Ni kama kule Kenya, Kachagwa na Ruto wote walikuwa sehemu moja. Kachagwa alivyoona Ruto maandamano yamemwendelea yameongezeka pale Kenya, Kachagwa akajifanya kwamba yeye yuko pamoja na watu wanaoandamana. Sasa inaingia akilini hiyo? Inaingia akilini? Ikabidi Rais Ruto aliombe bunge lipige kula ya kutokuwa na imani na Kachagwa. Sasa leo Kachagwa amekosa makamu wa rais, eti anatembea mitaani anawaambia watu yeye atakuwa rais. Inaingia akilini? Wewe makamu wa rais umeushindwa kuendesha, makamu wa rais umekushinda, utaweza urais? Sasa haya ndio matatizo ya Waafrika, kwamba hatuna ukweli, tuna ndimi mbili. Hata kama ni mimi ndio rais wako au ni bosi wako au ni kilanja wako, haiwezekani wewe unanigeuka. Watanzania tuwe wa kweli katika hili. Hakuna udini wala hakuna ubinafsi wala hakuna unini. Hapa kuna tatizo. Na mimi niwaambie, watu wengi unajua wanashindwa kuelewa. Niliwaambia hivi, kuna chombo ndani ya nchi kinaitwa Idara ya Usalama wa Taifa. Nataka leo niwaambie watu wajue, hakuna usalama wa taifa mjinga duniani. Ukisikia huyu amekuwa usalama wa taifa, ni mtu mwenye akili nyingi, mwenye maarifa, aliyejaa uzalendo. Usalama wa taifa hana dini. Wewe hata umwambie wewe atanitetea kwa dini yangu, akutetei. Usalama wa taifa ni chombo cha nidhamu kinachofanya kazi kwa uzalendo uliotukuka. Sasa kuna watu wanajidanganya hayo. Chombo chochote cha ulinzi na usalama hakifanyi kazi kwa ushabiki wa dini wala ushabiki wa kisiasa wa kipuzi. Kinafanya kazi kwa ushabiki wa uzalendo, sio ushabiki, uzalendo. Sasa madamu vyombo vinafanya kazi kwa uelewano, nchi itakwenda. Kuna watu wanafikiri Rais Samia nchi itamshinda. Samia itamshinda nchi wakati amemaliza bwawa la umeme la trilioni 6. Reli ya umeme inakwisha. Itamshinda vipi? Kuna miradi mikubwa kama hiyo. Hatuwezi kuwa na viongozi wa dini ambao wamekaa wanaona viongozi wa serikali wanatukanwa. Ili iwepo dini lazima serikali iwepo, ndio utulivu unapatikana. Na serikali inaweza kaleta utulivu ni serikali ya CCM tu. Wala watu wasidanganywe hapa. Ili iwepo dini, itangaze dini na watu wajue dini, lazima hiyo dini iwe katika nchi. Na ili iwepo nchi lazima serikali iwepo. Na serikali iliyopo ni serikali ya Chama cha Mapinduzi cha CCM, serikali ya Dr. Samia. Sasa wewe kama kiongozi wa dini umekaa unaangalia serikali yako inatukanwa, eti wewe umesema unaongoza ibada kanisani au msikitini. Wewe sio kiongozi wa dini, wewe ni mnafiki tu. Tena ufai kukaa katika uso wa nchi. Tena ufai kuheshimiwa, kwa sababu huwezi kukubali rais wako anadhalilishwa, waziri mkuu wako anatukanwa au makamu wako wa rais, alafu wewe umekaa msikitini au kanisani. Umekaa msikitini bismillahirrahmanirrahim, au umekaa kanisani bwana wewe nani? Bwana gani? Wakati viongozi wako wa nchi wanadhalilishwa. Kungalikuwa hakuna amani ya nchi, usingejenga msikiti wala kanisa. Yaani haya aliyosema mufti mimi naunga mkono kwa 100%. Viongozi wa dini amkeni. Nyinyi ndio mmeshika roho nyoyo za Watanzania. Wanaomtukana rais, wanaotukana serikali wanakishinda misikitini na makanisani. Waambieni hakuna nafasi. Na dini zote mbili, Uislamu na Ukristo, vimekataza kuvunja heshima ya mtu, kudhalilisha mtu, kutukana mtu. Kwa hiyo mtu anayefanya hivyo anatakiwa adhibitiwe. Nilishukuru tena Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, na nimshukuru Mheshimiwa Mufti, nimshukuru Katibu Mkuu wa BAKWATA ndugu yangu Mruma kwa kuweza kuandaa hafla kubwa, shughuli kubwa kama hii ya kuwakutanisha Waislamu Tanzania. Si jambo dogo. Humu ndani kuna Waislamu, nimeona wachungaji wamo na watu wa dini mbalimbali wamekusanyika kushirikiana ili kuweza kusikiliza hotuba itakayotokana na siku tukufu ya mwezi wa mfungo 6 na kusherehekea mazazi matukufu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo niwashukuru sana BAKWATA, wameonyesha weledi wa hali ya juu, na BAKWATA nimekubali kwamba ni baraza la Waislamu Tanzania, ni baraza kubwa sana kwa sababu chombo ambacho kimeweza kuwakusanya Waislamu nchi nzima. Waislamu wote wako sehemu ya ukumbi imejaa, chini kumejaa, juu kumejaa. Kwa hiyo
ni neema kubwa, ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Naam. Sawa. Labda tangu ulipofika katika baraza hili la Maulidi, ni kitu gani ambacho umekiona cha tofauti ukilinganisha na Maulidi ya mwaka jana kwa leo? Mimi nafikiri toka mwaka jana Maulidi ikifanywa ni nzuri na inafana. Kwa hiyo mimi nishukuru sana Baraza la Waislamu Tanzania, na nishukuru binafsi serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amani inaendelea, amani inadumu, na wale wanaobeza, labda nizungumzie hili, kuna watu wa kazi yao ni kutukana viongozi wa serikali, viongozi wa kidini. Kiukweli mimi niwatake wa Tanzania badilikeni tabia ya kutukana viongozi wa nchi. Unamkuta mtu kakaa na jianika na rais anamtukana rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Brother, badilika. Rais hatukanwi, rais hafokewi, rais anashauliwa. Kama mtu anatembea na delegation ya askari zaidi ya 50, wewe unakwenda kumtukana, wewe kichwa chako kiko sawa sawa? Kwa rais hatukanwi, rais anashauliwa. Na tufike sehemu tukubali nchi hii ni nchi yetu wote, Waislamu yetu, Wakristo yetu, na nchi hii na amani. Brother, kama sio amani tusingeweza kujazana kufanya maulidi. Umeona kuna askari kashika bunduki hapa kwa kuonesha Tanzania nchi ya amani. Sasa hii amani, kuna baadhi ya watu wanaumia, hawahitaji amani iwepo. Ndio sababu unaona kumekuwa na pilika za kutaka kutugonganisha kwa misingi ima ya udini, ima kwa misingi ya kisiasa. Sasa sisi wenye akili timamu hatukubali tuuane au tufarakane kwa sababu ya udini au kwa sababu ya kisiasa. Wewe baki na Ukristo wako, wewe baki na Uislamu wako. Lakini tunaposema kwenye masuala ya nchi, lazima tushirikiane na lazima tuheshimu serikali. Duniani kokote lazima nchi iwe na viongozi, na panapotokea viongozi wa nchi ni lazima waheshimiwe, na rais wa nchi lazima aheshimiwe. Kwa nini Mungu akukupa wewe urais? Kwa nini Mungu akumpa yule urais? Kamchagua yule Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa lazima rais aheshimiwe. Tuache vitu vya ujanja, lazima rais aheshimiwe. Na hili nilimweleza hata kakangu Tundu Antipas Lissu. Lissu nilimshauri na washauri wake, na ninaendelea kumshauri Lissu kuwa mpole. Wewe umesoma sheria, usifikiri bwana Lissu kujua kwako sheria. Ndani ya serikali hakuna wanasheria, wamo wanasheria wenye maarifa makubwa, wenye akili nyingi, wenye weledi na wenye uwezo kuliko wewe. Kwa sababu hiyo sheria ulionao Tundu Lissu wamekusomesha watu wa serikali. Lissu umesoma hapa Tanzania, umesomeshwa degree yako ya kwanza ya kuijua sheria na serikali. Sasa wale waliokusomesha wako wapi? Ina maana watu wako na urefu kuliko wale wa mabwana zako. Kwa mimi ni mshauri Tundu Lissu awe mpole, apunguze jazba. Kuna watu wana busara ndani ya serikali, wanaweza kumwangalia. Ni sawa na wewe mwandishi, una mtoto amefanya kosa, anaposema baba nisamehe, unamsamehe, ni mtoto. Anapoonesha ubabe wake mtoto, utamsamehe? Kwa mimi nimwambie swala la kuleta ujanja Lissu awe mpole, lakini kiukweli na uhalisia katika swala linalomfanya Lissu endelee kuumia ni kiburi, dharau, kujiona yeye anajua kila kitu. Na ukiangalia kesi na mtesa Tundu Lissu, ni kweli alisema, mimi ninao ushahidi kwenye simu yangu huko. Lissu alisema tutakiwasha, uchaguzi hautofanyika, tutasimamisha uchaguzi. Sasa kama ulisema utakiwasha, utasimamisha uchaguzi, hilo ni kosa. Uchaguzi upo kisheria. Sasa nashangaa kuna baadhi ya watu kusema haya wanachukia mshipe na wasimama, haiwezekani. Anaonewa nini? Sisemi mimi Lissu afungwe au aachiwe, lakini nazungumza mlolongo mzima wa tukio, na kusema hivi sio kosa kwa mujibu wa sheria, sio kosa. Kwa hiyo mimi nachosema kwamba Lissu afike sehemu abadilike. Anaumiza watoto wake, anaumiza mke wake, anaumiza jamaa zake waliomzunguka kwa ujinga wa mtu mmoja. Na ukimwangalia Tundu Lissu hana appearance ya uongozi. Lissu hawana appearance ya uongozi. Kiongozi ukimwangalia unajua huyu kiongozi. Hata Nelson Mandela alivyokuwa prison kule South Africa, ilikuwa ukimwangalia unajua huyu mtu ni kiongozi. Seif Sharif Hamad alipokuwa prison kule Zanzibar, ukimwangalia unaona kwamba huyu mtu ana asili ya uongozi. Mbowe alipokuwa amekamatwa hapa Dar es Salaam, alikuwa kiletwa kotini, ukimwangalia unaona huyu mtu ana asili ya uongozi. Lakini ukimwangalia Tundu Lissu unaona hana uongozi, hana appearance yote ya uongozi, unaona kama muhuni tu amemleta mahakamani. Sasa mtu anamna ile ndio mtasema kiongozi? Hana busara, hana hekima, yeye analolopoka tu. Sasa hatuwezi kuwa na kiongozi wa namna ile.
mtu ambaye hana utulivu kwenye akili yake, hatuwezi kuwa na kiongozi wa namna ile. Kwa mimi nichukue nafasi hii leo, sikukuu ya Maulidi, niwatake Watanzania kuwa na nidhamu katika nchi. Samia Suluhu Hassan ni rais halali na ni lazima tumtii na tumheshimu na tumpende. Hatuna rais mwingine ila ni Samia. Yaani wewe ukisema unamtaka rais Samia ndio rais, ukisema umtaki Samia ndio kishakuwa rais. Salenda tu, piga salutu salende. Sio kama tunaelewana? Yaani tufike sehemu tuelezane ukweli kama Watanzania. Tusubiri 2030 tutachagua rais mwingine, lakini kwa sasa rais ni Samia, ana uwezo wa kumteua mtu yoyote katika nchi na akampa uongozi. Sasa utasema mtambui. Na la tatu, Chadema wabadilisha siasa. Unaposema mtambui Samia, umtambui kivipi? Sasa jambo la kushangaza kwamba watu sijui wamekunywa pombe ya kuoza, sijui ya kuchacha. Unasema Samia umtambui, baadaye unasema tunaomba Samia atutengenezee katiba mpya. Sasa ataitengenezaje katiba mpya na umesema sio rais? Ili atengeneze katiba, mchakato wa katiba mpya, kubali kwanza Samia Suluhu Hassan ni rais halali. Ukisha kubali sasa peleka madai yako ya kisheria, ndio itaangaliwa. Kwa hiyo bibi, nataka kusema kwamba Chadema wamepoteza mwelekeo. Watanzania, acheni kuwa mnatukana viongozi wa nchi. Hawa ni viongozi wanatutumikia. Unaposema viongozi wanatembea na Lexus na Prado, kwani Heche anatembea na nini? Ila anotembea nayo Heche sio V8. Tuulizane, lile gari analotembea nalo Heche sio V8. Anatembea na bodaboda. Sasa ni maneno ya chuki tu ambazo hazina maana yoyote. Kwa kama kuna swali unaweza kuniuliza, ndugu mwandishi.